Hi guys, I hope and trust siku yenu ilikuwa poa. Karibuni sana kwa episode ya Neema ya kesho. Tutapata Babu J, wako pale familia mzima hadi Tom leo alikuwa invited. So, akaanza kuambia Neema ati, by the way Neema, I hope unakumbuka pension yangu iko karibu kutoka. At least hiyo pesa itaweza kunisaidia mahali. Ikifika ni preparation za harusi na kupeleka mpenzi wangu honeymoon. Neema anamwambia, oh yeah, nimekumbuka dad, na hiyo ni poa sana, at least utakuwa na pesa yako, na in case you need any support, we will be right here with you. Na yeye Mark akaongezea hivyo tu akasema, Bob J, ukiwa na issue yoyote, especially ya financial, we are here for you. Kit na yeye anamwambia, oh, I'm so proud of you Bob J, yani I'm one of the happiest person for you yani. And then sasa Bob J anamwambia asante sana Kate. Sasa yeye anaanza kuuliza ati honeymoon inaenda. Si unajua vile katoto kaukuwa innocent. Anaanza kuuliza Uncle Mark. Na wewe na Auntie Kate mliendanga wapi honeymoon? Kate sasa inabidi ajibu haraka akamwambia unaona nini baba, sisi hatukukuanga na haja ya honeymoon. Sisi already tulikuanga so satisfied about us, so hatukuona haja ya honeymoon. Ian kakaanza kusema, so mimi na sijui Jessica, alisema Jessica, jina kasichana fulani, so mimi na fulani tuko in love. Mamake akamwambia, baba hapana, honeymoon inaendangwa na watu wenye wako married peke yake. Sharon leo ameamua ni kuspoiliwa na Duncan. Amepelekwa place wakabai manguo, ambao wamebai mob ziko na carrier bags zimebeba na Duncan. Sharon anaanza kumwambia, we aki asante, ukiweza jua saa hii hata nimeanza kukuona ukiwa mhandi, si vile ulikuwa mwagli. Duncan anamwambia, unajua nini? Ni wewe ulikuwa unajifanya uuni vile mimi ni mhandi. Mimi ukuwa mhandi all through. Sharon anamwambia, lakini asante sana kwa kunispoil. Wilkista wako pale na bwanake Francis. Ule msichana ako huko far end ni house help wao, so anaenda kufungua mlango. Ni Jaden, hata hasalimiani. Anakuja tu kama amegonga Francis. Akamwambia, hiyo ni ya kugonga babangu. Acha sasa vita ianze wadau. Wilkista na yeye anaenda kuprotect Jaden. In that mix up, instead ya Francis achape Jaden slap, akachapa Wilkista. Jaden si alikasirika. Akaanza kuuliza Wilkista, Mam, uko sawa kweli? Ona vile Wilkista anashtuka juu ya kusikia Jaden akimuita mama. Anamwambia, niko sawa usijali. Jessica anatokelezea, anakuja saidi ya mamake na Jaden. Anaanza kuambia babake, stop. Hebu dadi tuachishe. Hizi ni drama gani utaishi kutuleteanga hapa kila siku? Hebu just stop it. Imagine tushapitwa na wakati. Hii si solution yoyote. Francis na yeye sasa si Gavin amekuja kumbaka. Francis anaanza kuongea. Na sio mamako. She's not even your mother. Wilkista na yeye akaanza kumwambia, can you just shut up Francis? Shut up. Francis inabidi tu anyamaze. Jaden anaachilia mamake. Yeye inaona haina haja ashinde akikaa hapo, so anamwachilia. Anaenda anaangalia Gavin kwa macho. Then anamsukumanisha Jaden anaenda zake. Ilikuwa drama guys, drama vindi. Tunapata wapenzi ndio hao wengine sasa. Ni Richard na Olivia. Bado wametoka ile run kuzata wanaonekana haja change. So, Richard akona stress. Reason being Naomi, text jibu na simu ashiki. Na the next day ndio wanafaa kuenda kotini kusign divorce. So, anaanza kuelezea Wilkista vile ana regret the many years that he lost while akiwa na Naomi. And then saya anaanza kumsmailia, anamwambia wakishikana mikono akimwambia, but now I'm so glad that I have you. Olivia anamwambia usijali, it's always a day at a time and we've already had our lessons to learn. Kate wako pale na Tom wanaelekea kitchen kufanya
kusaidia kuosha vyombo. Neema anawaambia hapana, usijali, mimi na Mark tutaosha. Mark atanikalisha na mimi nitaosha, so msikuwe na wasiwasi. Mark naye anawaambia yeah sure, wachaneni tu na vyombo, nyinyi endeni tu mkapumzike na mkaongeleshe kabebi. Hivyo ndivyo Neema sasa aliwaambia, wakacheka. Yaani yako nje anacheza tu, ako tu shughuli zake. Si mnajua tu watu hivi vile wanakuanga, ka saa hii ni bola anacheza nayo. Kushtukia baba ya Kate wamekuja na nani? Na ule uncle yao. Yeye anaacha sasa aanze kuhojiwa na nani? Anaitangwa nani? Aanze kuhojiwa na huyu baba ya Kate. Anaitangwa Samson ama anaitangwa huyo. Acha aanze sasa kuhojiwa. Anaanza kuulizwa, na wewe ni nani? Mimi ni mtoto wa Neema. Sio mtoto wa Mark. Hapana, bibi ya Uncle Mark anaitwa Auntie Kate na sahi ako karibu kupata katoto. So mimi sio wa Uncle Mark. Mimi babangu anaitwa Eddie na mamangu anaitwa Neema. Guys, mtoi haezi ficha anything. Kama kuna mse huwezi iba na yeye ni mtoi. So ndio hawa wanakasikiza tu. Wakiwa hapo Kate na Tom walikuwa wametokelezea, sijui ni wapi walikuwa wanaenda. Wanaona na huyo uncle yake macho kwa macho, then anatoroka wakiwa na Tom. Si unaona Neema wako hapa na Mark ni wanatayarisha sasa waoshe vyombo. Kate wanatokelezea wakiwa na Tom. Kate anaanza kusema, oi, leo ni leo, aki ndio hao wamefika, aki Mungu, sasa tufanye nini, aki Mungu wangu, sasa leo tumepatikana, mimi sasa naenda wapi, naanza wapi? Wakaambiwa na Mark waende bedroom wajifungie huko. On that process, Neema anapatia Tom kiss, anamwambia go with this one and be careful. Neema na yeye ako hapa na Mark. Nani Mark anamwambia relax, cool down, you act like everything is okay. Sawa. Jojo alikuwa amekasirika na alikuwa enda bedroom eti kujifanya anasoma. Acha asikie sasa hiyo nini commotion ya Kate akilia na Tom na yeye akisema sijui nini. Kate na yeye anaanza kusema mtoto wangu. Tom anamwambia babe, hakuna mtu anaweza kukaribia kama hajapitia kwangu. So ni utulie ungoje. Jojo anakuja kwa hiyo room ya Mark. Anaanza kuuliza guys nini naendelea? Tom anamwambia ingia na unyamaze. So si ndio huyo ameingia. Kate akamuelezea kila kitu vile babake wako hapa nje. Samson anaitwa Solomon ndio hao wameingia na huyo uncle ya Kate huyo mwingine. So wanaanza kueleza. Yaani alikuwa ameingia wa kwanza. So wanapata Mark na Neema wameshikana hapo, wanashangaa. Si tumeambiwa hawa hawakuangi wameoana anyway. So Ian kanaanza kuongea, baba nini shida? Ian kanaanza kusema ati alikuwa anasema ati mimi ni wa Uncle Mark sijui nini. Then wanakaribishwa na Neema. Mark hataki kuwaongelesha. Juu anaanza kuwa question, mnataka nini hapa sijui nini. Babje anatokelezea na yeye Ian bado anazidi kuongea na mamake. Kukaa kama kuna mse alicheza hii role vizuri yake ni Jojo. Guys, without anything, Jojo kalikuja tu direct. Dad, what's up? Nani hawa? Duno anaita Mark dad. Sasa Ian, si mnajua tu babies will always be babies. Kanaanza kuuliza nani Jojo, kwa nini unaita Uncle Mark dad? Jojo anamwambia, what do you mean? Si ndiye stepfather wetu, so he is also our dad. Oh, okay. So Jojo anawasalimia, habari zenu, na wanajibu vizuri sana, wanasema mzuri. Kutoka hapo guys, inasemekana ati Ian ako na dawa na kunyonga za kichwa. Jojo ni anaelezea hiyo yote eti ana hallucinating. So in that process ati inasemekana nani Ian alienda kusema ati bwana Mark anaitwa Kate. Neema akaanza kuuliza, sasa nyinyi
Mnawezaje amini story za mtoto kama huyu? Jojo akaanza kusema, furthermore huyu mtoto unajua tu vile anakuanga mom. Saa zingine anaongeanga tu for the sake. Jojo akaanza kuuliza mamake, mom, na by the way, iko wapi ile dawa ya kichwa ya Ian? Ashakunywa. Yaani Jojo ashapanga ati kuna dawa ya kichwa Ian ukunywa. Ashakunywa. Neema anamwambia, hapana hajakunywa saa hii cause hakuwa ameingia kulala. Fanya hivi, ende umpatie alafu irudishe tu hapo kwa window. Si sawa, nifanyie tu hiyo ikiwa kama favor cause atalala na nitashindwa kumwamsha akunywe. Jojo anamwambia, okay, no worries, usijali, I got you. Okay. So Neema Jojo, Babu J na Ian wanaenda. So inabaki ni Mark na Neema. Neema anaanza kuelezea hawa kina Solomon na Ian kuwa na issue ya kichwa, sijui nini. Mark anakasirika anaanza kumwambia, hata sijui mbona bibi yangu anawaelezea hii maneno yote. Who are you? Ndio muelezewe hii maneno yote. Solomon, the next time you are coming here, make sure umepiga simu. Akaanza kuulizwa na Solomon, umesahau ile zawadi yenye nilikupeania kukukongratulate juu ya harusi? Okay, endelea. Mark anamuuliza, hiyo ndio umekujia? Babe, ende uwatolee hiyo gift ukuje uwalete. Solomon anamwambia, hapana hatujakuja juu ya hiyo. Wao inabidi tu waende sasa, si wameona hawasaidiki. So tunarudi huku kwa room. Jojo ndiye aliingia wa kwanza, anawaambia hakuna issue, washaenda. So Neema anakuja, anaingia, ana hug Kate, analia. All of a sudden hapo wakiongea Kate anaanza kusikia uchungu, anaanza kuumwa, wanashindwa ni waanze wapi. Akiambiwa apelekwe hosi anasema hapana, anaweza patikana. Yaani ilikuwa tu story mob. So hawa ndio baba ya Kate na uncle yake. So wanaenda wakiongea. Solomon anaanza kusema, by the way, kumeendaje hii story? Mimi naona as if kuna kitu tunafichwa. Uncle ya Kate anaanza kusema, hapana, kuna kitu unafichwa. Ni either uamini ama ukubali that either ukubali ama ukatae that anaitwa Kate hayuko huku. Sidhani wanaweza kuwa wanadanganya. Okay. So tuko kwa Alphonse na nani wake, ni pia ama nani huyo takataka sasa. Juu ya vile anakuanga na roho mbaya. Anaingia. Kuingia kunaonekana msi akirekodi. So sikuelewa kama hii ni trap Alphonse anaekewa ama ni guy mwingine, I don't know. So anakuja hapo anaanza kumwambia, excuse me sir, ati ule mtu mwenye tuliwa Serenge, huyo bibi wa Serenge, ule mtu mwenye tulihonga ndio asiseme kuhusu kuliwa kwa Serenge. Ameanza kuleta threats eti vile atafanya nini, eti vile atasema ukweli. Alphonse anamuuliza, sasa hiyo inanihusu nini? Wewe mwenyewe si ndio ulijimeso? Clear your mess up. Mimi usijaribu kuniingisha hapo. Then Alphonse anamuuliza anataka afanyiwe nini, akamwambia ati anasema bibi yake ajengewe nyumba. Alphonse anamwambia, see what we can do. Then tunatoka hapo, tunapata Sharon na Duncan wanatoka ndio wanarudi kutoka kushop. So uncle ya Kate kuna vile alikuwa ametajia Solomon eti kuna jirani alimwambia Neema na Mark wanakuanga bibi na bwana. So wanawasimamisha kuwauliza the same. Sharon anasema, si nilikuambia ni bibi na bwana, na wako na tusichana tuwili turembo, lakini yako kamwisho kako na roho mbaya kama ya shetani, ako utaweza. Duncan Solomon anaanza kumwambia, hebu nielezee huyu mkubwa anakaa aje. Duncan anamwambia, nyamaza, unasema uelezewe nini? Maneno ya ndoa za wenyewe, siwachane na wao. Hebu tokeni hapa muende. Niafanye nini? Si inabidi tu aende. Alphonse na yeye anaendelea kuongea na huyo boys, ule PA. Anaanza kumuuliza, sasa boss umeamuaje? Alphonse anamuuliza, kuamua nini? Si wewe mwenyewe ndio uliamua kutofuata rules. Nilikuambia usiwe Serenge, wewe ukaenda kumua. I told you umhat tu peke yake, sio kumua. But sasa ukaamua kufanya otherwise. Sasa unataka tufanye nini? Alphonse anamwambia, okay, I'll see what I can do. And then later anarudi anamgeuka anamwambia,
Move out of my sight. I'm not going to help you anymore. Umeshanitenda ya kutosha. Guys, hivyo ndivyo episode ina hii. Tuna nini kesho jioni? Wenye hawaja subscribe na waona tu. Sawa?